Tuseme juu ya unyenyekevu, tuseme tu juu ya wale wanaoongozwa, lakini tunasema pia juu ya wale wanaoongoza. Viongozi wengi pia si wanyenyekevu. Viongozi wengi akishapewa nafasi ya kuongoza, anadhani kwamba yeye iko special ama special kuliko wale ambao anawaongoza. Lakini kumbuka kwamba katika wale tunawaongoza, katika wale unawaongoza, kuna watu wako na elimu kuliko. Kuna watu walisoma kuliko. Kuna watu wako na ujuzi kuliko. Kuna watu wako na vipaji kukuliko. Kuna watu ambao wako na neema tu ya Mungu. Lakini Mungu aliona ni vema wewe usimame useme kwa hiyo wakati. Yaani ni wakati wa Mungu, Mungu alikupa nafasi usimame hiyo nafasi kuongoza watu. Na unaposimama kuwaongoza, usiwadharau, usiwaonee. Usioneshe kwamba wewe uko juu ya yote. Ndio maana tukienda katika mafunzo ya uongozi, katika misingi ya uongozi wa Kristo, utakuta kwamba mwalimu anasema kwamba kuna aina mbili ya uongozi. Uongozi wa ushawishi na uongozi wa msimamo ama position. Na hii aina mbili ya viongozi na tunaziona sana katika hasa zaidi katika makanisa zetu kwamba kuna wale viongozi wa msimamo. Yaani anataka watu wamfuate kwa sababu tu ya cheo chake. Lakini uongozi mzuri ni ule uongozi ambao kiongoza na washawishi watu. Anatumia ushawishi. Watu wamfuate kupitia ushawishi wake. Lakini si kwa msimamo, si kwa impose. Si kuwa wataka waende vile yeye anataka, lakini kuwashawishi. Na hii ni jambo nzuri sana katika uongozi. Lakini tunapokamata nafasi ya kuwa kiongozi, labda kiongozi wa kwaya, labda kiongozi wa department fulani, labda kiongozi wa mama ama kiongozi yoyote anayesimamia labda tawi fulani, anaposimama hiyo sehemu, jua kwamba wewe tu umepewa neema kusimama hapo. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kufanya bora kuliko wewe ambaye iko pale pembeni. Kuna watu wako na ujuzi, kuna watu wako na elimu, kuna watu ambao wanajua kuliko, ambao wanakaa pale wanakusikiliza. Wanakusikiliza tu kwa sababu wewe ni kiongozi. Wanakusikiliza tu kwa sababu wewe uwaelekeze kwa hiyo muda. Kwa hiyo wape watu nafasi. Washirikishe mawazo yao. Wape watu nafasi. Walete maoni yao. Wape watu nafasi. Uwasikilize nini wanachotaka. Lakini kumbuka katika hii uongozi kuna aina ya watu katika utakutana nao katika kuongoza kwako. Katika ile kundi unaongoza ama ile kamati ama ile kikundi unaongoza, kuna aina karibuni 3 za watu ambao utakutana nao. Katika zile aina, kuna aina ya kwanza ni aina ya watu ambao hawachangii chochote. Ni watu ambao wako kimya, hawezi kusema chochote. Kuna aina ya pili ya watu, ni wale watu ambao ukisema kitu wanakubaliana na yote unayoyasema. Kila kitu ni ndio, kila kitu ni ndio, kila kitu ni ndio. Yaani hakuna kitu wanakataa. Yaani wao tunawaita kwa Kiingereza ni wa yes men. Ni watu ambao wanakubali kila kitu. Kiwe kibaya ndio, kienda upande huu ndio, kibaya huko wanakubali. Lakini aina ya tatu ya watu ni aina ya watu ambao kama kiongozi anaweza kusema neno, pale kuna mtu anasimama na kupinga na kuambia hapana. Hiyo hapana, hiyo haitawezekana. Hiyo si sahihi. Na aina hii ya watu viongozi wengi wao wanawachukia hawa watu. Lakini acha nikwambie kwamba aina hii ya watu ni watu muhimu sana. Lakini wanahitaji muda. Uwafasirie, uwaambie umuhimu wa kile kitu ambacho unataka ukifanya. Waeleweshe, kwa sababu hawa wanapoelewa ni watu wazuri sana ambao wanakufaa katika kile kitu unataka ukifanya. Lakini usikasirike ama usikwazike ama usivunjike moyo unaposema kitu kama kiongozi na kuna mtu mara moja anakupinga na kuambia hapana. Ndio maana kama kiongozi tuna sababu ya kuwafasiria watu tunaowaongoza umuhimu wa kile kitu tunataka kufanya. Tuwaambie kila siku, tuwaambie kila wakati umuhimu, tuwaoneshe
umuhimu ya kile kitu. Wanapoelewa wanakuwa watu wazuri. Lakini viongozi wengi wao wanachukia hawa watu. Wanaona kama ni watu ambao wanawapinga. Ni kama watu ambao hawawapendi. Kama watu ambao hawako njia moja na wao. Hapana, ni watu ambao mko njia moja, lakini wanahitaji uelewa wa zaidi wa kina. Nimalize niseme hivi, ya kwamba unapokuwa na watu kwenye kundi ambao hawasemi chochote, hawachangii chochote, hawaleti mawazo yoyote, ni wa yes men, wao ni wakukubali vyote hivyo unasema, hao watu waondoe karibu yako, kwa sababu hawatakusaidia kuendelea. Kama unataka kuendelea, waweke watu ambao wanaweza kukuambia hiki hapana, hiki ndio, hiki sawa, hiki tuambie vizuri, na hii itakusaidia kuendelea mbele. Tukutane.